Kuhusu maridhiano, msikilize Heche kidogo. Hapa nimesikia mwanzoni umezungumza, unasema kwamba hakuna maridhiano mpaka wapatikane watu kutoka nje. Unaamini kwamba Tanzania haiwezi kufanya mambo yake bila kushirikisha watu wengine? Hivi vitu Farhia sio vitu vinavyotokea kwa mara ya kwanza duniani. Na tutachukua mifano ya hivi karibuni kwa experience ya Kenya iliyotokea kama hii ya kwetu, exactly kama hii, na experience ya Afrika Kusini. Sasa kama tungekuwa na tume ya ukweli, pande mbili zimeletwa pamoja, tumekubaliana tuunde tume, tuipe hadidu za rejea ambazo zinaenda kwanza kutuchunguzia nini chanzo, nani waliosababisha, nani walioamuru, nani waliotekeleza. Baada ya hapo tuchunguze waliotekwa, waliofanya nini, alafu sasa tuseme kama wanaomba msamaha. Je, wakiomba msamaha mara kadhaa huwa mnaambiwa sana kina John Heche kuhusu masuala maridhiano, kuhusu masuala kuponya taifa, huwa mkubali, mtoe mawazo yenu, huwa mkubali, ila nyie mmebaki ni kutoa mashinikizo na masharti, kwamba mnataka kuwaleta mashinikizo makubwa kwamba fanyeni hivi ndio tufanye hivi, fanyeni hivi ndio tufanye hivi, which is wrong. Kwa hiyo unavyotaka kwamba ziitwe pande zote mbili, sijui zungumze, mmeshabembelezwa sana, mmeshaitwa, lakini mmeweka masharti ambayo mnataka kuleta mashinikizo makubwa, tena muishinikize mpaka mahakama. Haya, kwenye huo uchunguzi ambao inabidi useme kama huo uliosema kwamba nani aliyesababisha, nani aliyetekeleza, mtuhumiwa wa kwanza ni Tundu Lissu kulingana na kauli zake. Sasa tutawezaje serikali itawezaje kumwachia Tundu Lissu imwachie kwamba huru kwanza, umenielewa, wakati yeye ndo mtuhumiwa namba 1 ambaye alisikika akisema hadharani kwamba tutakinukisha, uchaguzi hautofanyika, ndo mtuhumiwa namba 1. Leo mnahitaji mtuhumiwa namba 1 aachiwe, alafu ndo mkae chini kuongea afu uchunguzi uanze. Uchunguzi unabidi uanze kwa Tundu Lissu. Kwa hiyo kama mmekataa kushiriki kwa namna nyingine yoyote ile kwa sababu ya hayo masharti yenu na kutokuiamini tume, basi acha. Na mimi nadhani maridhiano makubwa ni ya Watanzania pamoja na serikali yao, pale ambapo bana kuna hachi na hichi na hichi na hichi, waliosababisha ni hawa, sababu ni hizi, nani aliyefadhili ni huyu, tutaingia kwenye maridhiano. Kwa hiyo hayo masharti yenu mimi nawaambia tutatoboa mpaka mwaka 2030, mtabaki na masharti yenu hivyo hivyo kwa uwezo wa Mungu. Kwa uwezo wa Mungu tutafika 2030 kwa neema zake. Hivi nyinyi mnakaa hivyo na ubishi na nchi inaenda mbele. Yaani serikali inaweza kuwaaminisha kwamba inaweza kufanya mambo yake bila Heche, inaweza kufanya mambo yake bila watu fulani na maisha mengine yakaendelea.